Bwana, mambo vipi? So kuna hii concept ambayo nimeona sio mbaya kama nitakuja kushare na. Actually ni concept ambayo nilikuwa natamani tuidiscuss kuanzia siku nyingi, lakini mambo yakawa ni mengi. Alafu pia nimeona malalamiko, ukimya unakuwa ni mwingi, lakini ni kwa sababu bado hii kazi sijaanza kuichukulia kama full time job. Kwa sababu hizi kazi bado hazijaanza kutulipa na mwisho wa siku mtu inabidi ya survive. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kuifanya kama full time job, lakini I hope bado tuko pamoja. So bila kupoteza muda, concept ambayo tunaenda kuidiscuss ni concept ya deja vu. I hope wengi mshasikia hilo neno, mko familia na neno deja vu, na wengi mmekutana na maelezo tofauti tofauti, lakini ni Filamu Times. Kwa hiyo tunaenda kuielezea kwenye terms za movie, yani tunatumia movie kama reference, na kati ya movie ambazo tunazitumia ni series moja ambayo inaitwa Fringe, series moja ambayo inaongelea mambo scientific na nini. So kwanza kabisa, deja vu ni nini? Deja vu ni ile hali ambayo inamkuta mtu, yani inakukuta hali fulani ambayo unafika sehemu kwa mara ya kwanza, lakini unahisi kama umeshawahi kuwepo ile eneo before, au unafanya kitu ambacho unahisi kama mbona kama hiki kitu nishawahi kukifanya kabla, au unasikia statement mtu ameongea unakuwa like mbona kama nimeshawahi kusikia hiki kitu before. Sasa hiyo ndo deja vu, na hiyo deja vu ni term au ni neno la Kifaransa ambalo kwa Kiingereza tafsiri yake ni already seen, yani kitu ambacho kimeshaonekana. Kwa hiyo unakuwa ni kitu ambacho umekiona, lakini actually inakuwa ni mara yako ya kwanza. Yani umekiona kwa mara ya kwanza, lakini akili yako inakukumbusha kwamba umeshawahi kukiona before. Sasa kama kawaida, kitu ambacho tunashindwa kukielezea kwa maana moja au kwa explanation moja, tunatengeneza theory za kuelezea hicho kitu. Kwa hiyo pia deja vu ni concept ambayo pia inaelezewa kwa theory kadhaa. Kuna nadharia ambazo zinaelezea deja vu. So kuna pathological deja vu, hiyo ni maelezo ya kisayansi au ya kitabibu ambayo yanahusiana na hiyo situation. Kama mnavyojua, ubongo wa binadamu unafanya kazi, unabeba information nyingi kwa wakati mmoja. Yani kuna a lot of information. Yani unaambiwa kwa siku mwanadamu anaweza akazalisha hadi mawazo 70,000. So unaweza ukaimagine mawazo 70,000 kwenye akili moja ni mawazo mengi sana. Sasa the way ambavyo ubongo unafanya kazi kwa interconnected system of neurons. Kuna zile neurons au nerve ambazo ndo zinakuwa zina transmit hizo information kwenye ubongo. Tuna perceive vitu kama tunavyo viperceive. Sasa deja vu inatokea pale ambapo ubongo wako unakuwa umechanganya real time experience na memories. Yani unachanganya experience ambayo ya kitu halisi na kumbukumbu. Kwa hiyo unahisi kama ni kumbukumbu, lakini actually inakuwa sio kumbukumbu, ni kitu ambacho ndo experience kwa mara ya kwanza. Lakini pia kuna kitu kinaitwa subconscious and conscious mind. Subconscious mind ni ile akili fulani ya utambuzi ambayo hauwezi kuicontrol. So inapotokea let's say situation ambayo unakuwa umechoka na nini, unaweza kuona kitu lakini ukakipotezea, usikitilie maanani katika akili ya kawaida, lakini kwenye ile subconscious mind hicho kitu kinakuwa tayari kimeshakuwa captured. Kwa hiyo baadaye ukija ukikiona tena hicho kitu ukikumbuki kwa sababu ulikipotezea, lakini subconscious mind yako inakukumbusha ni hicho kitu. Kwa hiyo unakuwa ni kama unakiona kama memory, lakini actually ni kitu ambacho ni real time experience. Hiyo ni pathological, ni maelezo ya kitabibu kuhusiana na hiyo deja vu. Lakini pia kuna theory kadhaa ambazo zinaelezea hiyo scenario. Theory kama vile afterlife experience ama death experience. Hii death experience ni theory ambazo zinaelezea kifo. Kama tunavyojua pia hakuna mtu anajua baada ya kufa tunaenda wapi. Ni kitu ambacho hatukijui. Yani hakuna mtu ambaye anakuwa na maelezo specific kwamba bana ukisha kufa unaenda huko, kwa sababu hakuna mtu ambaye ameshakufa afu akarudi tena akatuelezea hayo mambo. Unless mtu amekufa ndo aje kuelezea bana baada ya kufa nilienda huko. Lakini as long as mtu hajawahi kufa, personally hawezi kunielezea chochote kuhusiana na mambo ambayo yanatokea baada ya kifo, kwa sababu hujawahi kufa. Why uniambie, yani why unidanganye kuhusiana na kitu ambacho wewe mwenyewe hauna uhakika nacho na ukijui. So kama kawaida, kitu ambacho hatuwezi kukielezea kwa explanation moja, tunatengeneza theories. Kwa hiyo pia kuna theory nyingi sana ambazo zinaelezea events after death, yani matukio yanayotokea baada ya kifo. So nita divide hizi theory na mimi nitazielezea 3 tu kati ya hizo theory nyingi ambazo zina suggest mtu akishakufa nini kinatokea. So theory ya kwanza ni theory ya watu ambao wanaamini katika life after death. Yani kuna watu wanaamini kuna maisha mengine baada ya kufa. Kuna watu wanaamini kwamba ukisha kufa utafufuliwa. Kama ulikuwa unafanya mambo mazuri ndo utaenda huko mbinguni, peponi, au kama ulikuwa unafanya mambo ya kishenzi ndo unaenda wapi? Motoni, unaenda kwenye adhabu ya milele, moto wa milele. Kuna watu wanaamini hivyo, na hiyo ni explanation ambayo tunaelezewa kwenye dini. Lakini pia watu wengine ambao wanaamini katika life after death ni watu ambao wanaamini katika theory of reincarnation.
Hii theory of reincarnation ina suggest kwamba baada ya kufa mtu unaweza ukazaliwa upya kwa mara nyingine tena. Sio kufufuka, kuzaliwa upya. Kuna tofauti kati ya kufufuka na kuzaliwa upya. Kufufuka ni resurrection tunasema. Unakuwa resurrected, unafufuka katika form ambayo uko nayo kwenye mwili wako sasa hivi hapo ulipo. Lakini kwenye hii reincarnation ni tofauti kidogo kwa sababu unazaliwa upya na sio lazima uzaliwe kama ulivyo. Watu wanasuggest kwamba unaweza ukazaliwa labda China, ukazaliwa Kongo, labda Kenya, Afghanistan, Iran, unaweza ukazaliwa popote na sio lazima uzaliwe kama ulivyo. Unaweza ukazaliwa kama mcheza mpira mkubwa, unaweza ukazaliwa kama mfanyabiashara, ukazaliwa kama muigizaji, kama mwanamuziki au mwanamitindo. Kwa hiyo unazaliwa katika namna tofauti. Kwa hiyo unaweza ukazaliwa kivyovyote. So hiyo ni theory of reincarnation. Na wengine wanaamini kwamba baada ya kufa ndo story yako imeishia hapo. Yaani hakuna cha kufufuliwa, hakuna cha kwenda mbinguni, hakuna cha kwenda motoni, hakuna kuzaliwa. Yaani ukishakufa it's over. Yaani ndio hivyo. Story yako inakuwa imeishia. Hapa ni kama vile unavyochinja kuku. Unavyochinja kuku huwezi ukafikiria labda huyu kuku anaenda wapi baada ya kufa. So kuna watu wanaamini kwamba ndio hivyo pia maisha ya binadamu. Yaani ukishakufa hakuna process nyingine yoyote ambayo inafuata after. Yaani story yako ndio inakuwa imeishia hapo, end of the chapter. Hakuna kinachotokea baadaye. Sasa hizi theories zinahusiana vipi na deja vu? Iko hivi. Watu ambao wanaamini katika theory of reincarnation wanaamini deja vu inatokea pale ambapo unaonyeshwa a little glimpse ya maisha yako yaliyopita. Yaani kama ulishaye kuishi, ukafa, ukazaliwa tena, inapotokea deja vu wanaamini kwamba ni unaona kumbukumbu kwa ufupi ya matukio ambayo uliyafanya kwenye maisha yako yaliyopita. Au ni watu wa reincarnation ndo wanaamini kitu kama hicho. Sasa hizo zote tuachane nazo. Sisi tuelezee in terms of science, tunaelezea scientifically. Na hii ni kutokana na reference ya series ya Fringe. So kwanza kabisa kuna kitu ambacho tunaweza kukubaliana kwamba wewe ulipo sasa hivi hapo na jinsi ambavyo upo ni matokeo ya maamuzi na vitu vyote ambavyo umewahi kuvifanya tokea ulivyozaliwa. Ni kitu ambacho tunaweza tukakubaliana wote kwamba mambo yote ambayo umewahi kuyafanya kwenye maisha yako na maamuzi yote ambayo umewahi kuyafanya ndio yamekufikisha hapo ulipo sasa hivi, jinsi ambavyo upo sasa hivi. Na kama kwenye hayo mambo yote uliyofanya, hata kama ni kitu kidogo kiasi gani, ungekifanya tofauti au usingekifanya, maybe matokeo yangekuwa tofauti. Labda usingekuwa hapo ulipo, usingekuwa hivyo ulivyo sasa hivi. Sasa hapo ndo tunapo focus, yani ndo inakuwa main concern yetu kwa siku ya leo. So watu wanashumu kwamba life itself, wanashumu kwamba wana experience life as a linear progression. Nikisema linear progression na maanisha ni kuna watu wanaamini kama maisha ni mstari mmoja ambao umenyooka, una point A na point B. Point A ndo mwanzo wa maisha yako, point B ndo mwisho wa maisha yako. Au tuseme labda siku labda kama let's say ni Jumatatu, watu wanaamini kwamba siku inavyoanza inakuwa ni kama straight line, kwamba kuna point A mwanzo wa siku alafu kuna point B ambayo ndio inakuwa mwisho wa siku. Lakini time is not linear. Siku haiko linear kwa sababu kila siku ambayo unaamka unakuwa na options mbili. Kila siku unakuwa na options mbili. Tuseme labda unakuwa una option ya kwanza ya kubaki nyumbani, unakuwa na option nyingine ya pili ya kwenda kazini. Sasa kila option ambayo unaichagua inakutengenezea experience tofauti. Kwa mfano, tuseme ukachagua kubaki nyumbani. Kuna vitu ambavyo utavifanya ukiwa nyumbani. Sasa kitu ambacho unachagua ukifanya kinatengeneza branches, kinatengeneza matawi ambayo ni experience za hiyo siku kutokana na maamuzi ambayo unakuwa umeyafanya. Kwa hiyo ukichagua kubaki nyumbani, let's say utakuwa na option labda ya kwenda kufua nguo au kwenda kuwatembelea washikaji. Ukichagua kufua, kuna branches nyingine ambazo zitatengenezwa kulingana na huo uamuzi ambao umeufanya. Ukichagua kuwatembelea washikaji, kuna options zingine ambazo zitajitokeza. Labda umeenda kuwatembelea washikaji, okay, kuna possibility mnaweza mkagombana au msigombane. Ukigombana na washikaji, kutakuwa kuna experience ambazo utazi experience. Usipogombana na washikaji, kutakuwa kuna experience nyingine ambazo utazi experience. Likewise, ukichagua let's say kwenda kazini, kuna vitu ambavyo utavifanya ukiwa kazini, kuna experience ambazo utazi experience ukiwa kazini. Kwa mfano, umeenda kazini, let's say unaweza ukapata mteja au usipate mteja. Hizo ni options zingine. Ukipata mteja, labda anaweza akanunua kitu au asinunue kitu. Kwa hiyo unaona the way ambavyo branches zinakuwa zinatengenezwa. Na usipopata mteja unakuwa na option nyingine, either uendelee kubaki au ufunge biashara. Ukibaki kuna vitu utavifanya, ukifunga biashara kuna vitu ambavyo vitatokea afterwards. Kwa hiyo unakuwa kuna branches, kuna hizo branches ambazo zinakuwa created. Na pia uwezo ukachagua options zote mbili kwa wakati mmoja. Kwa mfano, kama ndo hivyo mwanzo wa siku unakuwa na option mbili, kwenda kazini, kubaki nyumbani.
Huwezi ukasema uende kazini alafu at the same time uwepo nyumbani, ni kitu ambacho hakiwezekani logically speaking. Yani kwa kutumia tu akili ya kawaida ni kitu ambacho hakiwezekani, kwamba uende kazini alafu uwepo nyumbani at the same time, ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo unapokuwa umechagua let's say kwenda kazini, ndo siku yako inakuwa hivyo, na kama mnavyojua siku hairudi tena. Let's say kama leo ni tarehe 27 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, hakutawahi kuwa na siku nyingine ambayo ni tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka 2026. Okay, kunaweza kukaa na siku nyingine ya tarehe 27 mwezi wa 7, lakini haitakuwa ya mwaka 2026. Kwa hiyo ikipita ni siku imeshapita. So let's say umechagua option ya kuenda kazini, hata miaka ya mbele ukija kukumbukia tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka 2026 ulikuwa wapi, utakumbuka ile reality ambayo ulichagua, utakumbuka ile option ambayo ulichagua. Kama ulichagua kwenda kazini, utakumbuka siku ulienda kazini na uka experience vitu vingine baada ya kwenda kazini. Kama ulichagua kubaki nyumbani, ndo siku yako itakuwa defined hivyo, kwamba hiyo siku ulikuwepo nyumbani na nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni siku ambayo haijirudi, uwezi ukaishi hiyo siku kwa njia mbili tofauti au mara mbili tofauti, haiwezekani. Kwa hiyo ukichagua, unakuwa umechagua reality ya kwanza. So tuseme ukichagua kwenda kazini, hiyo inakuwa ni reality 1, yani inakuwa ni uhalisia wa kwanza. Ukichagua kubaki nyumbani, hiyo inakuwa ni reality nyingine tena, inakuwa ni reality ya pili. So either uchague reality 1 au 2, lakini not both. Uwezo ukachagua zote kwa wakati mmoja. Lakini according to scientists, wanachoamini ni kwamba unaweza ukaexist kwenye reality zote mbili at the same time. Yeah, najua ina sound strange, lakini ndo hivyo. So ipo hivi, ukichukua let's say tuseme sarafu, tutatumia mfano wa sarafu. Ukichukua sarafu ukairusha juu, alafu ukaweka mkononi, ukaziba mkono, si ndio bwana? Kuna possibility mbili. Kuna uwezekano ukaona upande mmoja kati ya pande mbili, si ndio? Kuna upande ambao unakuaga na kile kichwa cha rais, na kuna upande wa pili ambao unakuwa na picha ya mnyama, si ndio? So unaporusha ile coin alafu kaiziba, ukifungua mkono unategemea kuona upande mmoja, lakini sio pande zote mbili, kwa sababu unakuwa umeziba mkononi. So unakuwa unaona upande mmoja, lakini upande mwingine ambao uone haimaanishi kwamba haupo. Upo, lakini hauwezi kuuona. So ndo haya mambo ya reality yanavyofanya kazi. Hivyo ambavyo unachagua kwenda kazini, kuna reality nyingine, uhalisia mwingine au ulimwengu mwingine ambao unakuwa umechagua option ya pili. Kama kwenye hii reality sasa hivi umechagua kwenda kazini, kuna reality nyingine somewhere ambayo ulifanya maamuzi ya tofauti, kwenda kazini ulibaki nyumbani. Umeona? Kwa hiyo kuna reality mbili. Kuna ulimwengu wa kwanza ambao ndo reality 1, kuna ulimwengu wa pili ambao ndo reality 2. Sio dunia mbili tofauti, ni dunia moja, lakini reality ndo zinakuwa mbili tofauti. Hiyo tunaita parallel universe, huo ulimwengu mwingine. Na tunaambia ni kwamba ni ulimwengu ambao uko sawa na wakwetu, lakini with very little differences. Yani kunakuwa na tofauti ndogo ndogo sana, lakini kila kitu ni very same na huko, lakini kunakuwa na tofauti ndogo ndogo kutokana na difference in experiences. Kama huku ule experience reality yako, kama ulienda kazini, huko upande wa pili ni wewe, lakini hukuchagua kwenda kazini, ulichagua hiyo option nyingine ambayo ikatengeneza experience zingine za tofauti. Ndio maana kunakuwa na wao tofauti mdogo mdogo, lakini kila kitu ni the same. Sasa ndio theory ambayo tunaonyeshwa kwenye hiyo series ya Fringe. Sasa hii inahusiana vipi na deja vu? So iko hivi, kama kuna reality 1 na reality 2, ikitokea ukaona kitu kwa mara ya kwanza afu ukahisi kama hicho kitu umeshakiona, actually ni kitu ambacho ushawahi kukiona au ni kitu ambacho umeshawahi kukifanya, lakini kwenye hiyo reality nyingine, sio reality ya huko. Kwa hiyo deja vu ni matokeo ya memory yako, yani ni unaonyeshwa a little glimpse into the other side, yani unaonyeshwa kwa kifupi sana experience yako ya upande wa pili. Kwa hiyo ukiona labda umefika sehemu alafu ni mara ya kwanza, lakini ukaona like hicho kitu ushakukiona before, au hiyo sehemu umeshakufika before, actually ushakufika, lakini sio kwenye hii reality ya huko, ni kwenye hiyo reality nyingine. Sasa hiyo ni concept ya dual realities. Tunasema dual realities kwa sababu ni concept yani ambayo ina suggest kwamba kuna uwezekano kuna reality nyingine ya tofauti na hii ya kwetu ambayo tunaijua. Ni reality nyingine ambayo ipo lakini hatuwezi kuiona. Na hiyo pia inatumika kuelezea aspect tofauti tofauti za ndoto. Kwa mfano, kuna kipindi ambacho unaweza kukuta unaota sana, na kuna kipindi ndoto zinakata kabisa, unakuwa hauoti. So hawa watu wa dual reality wanavyoelezea hiyo concept, wanaelezea hivi: unavyokuwa unaota, actually unakuwa unaona experience za wewe ambaye una exist kwenye reality nyingine. Kama kuna reality nyingine, kuna wewe mwingine. Kwa hiyo unavyokuwa unaota, actually unakuwa unaona experiences za huyo mtu mwingine. Ndio maana unaweza kukuta unaota, unamuota mtu ambaye hujawahi kumuona kabisa kwenye maisha yako.
Imagine yani unamuota mtu ambaye hujawahi kumuona, hujawahi kukutana naye. So ndo anavyoeleza kwamba unavomuota mtu ambaye hujawahi kumuona ni mtu ambaye umewahi kumuona na kukutana naye kwenye reality nyingine somewhere huko, ambayo sio reality, kwenye ulimwengu mwingine ambao una exist. Sasa inapofika kipindi ambacho ndoto zimekata, wanaamini kwamba hizo version zako zingine za kwenye reality zingine zinakuwa zimekufa, ndo maana huwezi kuona experience zao, kwa sababu huwezi kuona experience za mtu ambaye amekufa. Kwa hiyo ukiwa unaota ni unaona experience za wewe kwenye reality nyingine. Ukiwa uoti unakuwa sasa auoni, kwa sababu au wewe wengine kwenye hizo reality zingine wanakuwa wamekufa, na baadaye ndoto zikija kurudi tena, maana yake somewhere kwenye another reality kuna wewe mwingine ambaye amezaliwa kwenye hizo reality. Ni watu ambao wanaamini katika hiyo theory ya dual realities, na ni movie actually. Mimi naelezea kitu cha kwenye movie. Kwa hiyo sijui mtu asije akaanza kusema udogo anavuta bangi, udogo ameanza kudata na nini. Mimi naelezea kitu ambacho concept ambazo unaziona kwenye filamu, ndio maana hii page inaitwa Filamu Times. So twende faster kwenye hiyo reference ya series ya Fringe. Kwenye hiyo series kuna scientist mmoja, ni mwanasayansi mkubwa ambaye anaitwa Walter Bishop. Sasa huyu Dr. Walter Bishop ni mwanasayansi ambaye anajihusisha na kila kitu kuhusiana na science. Yaani yeye haja focus na kitu kimoja kama udaktari sio nini. Yeye kila kitu ambacho kinahusiana na science yeye ana deal nacho. Kwa hiyo hadi hayo mambo ya dual realities na nini. Na hiyo series ya Fringe ni series ambayo na suggest kila mtu aiangalie, kwa sababu inaongelea concept fulani ambazo ni pana. Imagine wanaongelea vitu kama precognition, wanaongelea vitu kama parallel universe, wanaongelea neuroscience, wanaongelea paka astral projection. Kwa hiyo unaweza ukaona ni series ambayo imeshiba kwenye upande wa concept. So huyo Dr. Walter Bishop alikuwa na kijana wake ambaye anaitwa Peter Bishop. Sasa huyo Peter Bishop alikuwa anaumwa ugonjwa ambao hauna tiba kabisa, yani hakuna mtu ambaye anaweza kutibu huo ugonjwa. Sasa him being the scientist akawa anafanya namna ya kuweza kutengeneza tiba kwa ajili ya mtoto wake Peter Bishop. So akawa kila siku hadi akafika extent ambayo akawa anakesha maabara. Kwa hiyo akawa anakesha maabara anajaribu kutengeneza tiba kwa ajili ya mtoto wake. Hadi mke wake akawa anajaribu kumshauri, anamwambia bana, kitu ambacho anakifanya ni unhealthy, yani sio kitu kizuri kiafya, kwa sababu anatumia muda mwingi sana lab, anakosa hadi muda wa kula na nini, kusocialize. Kwa hiyo akawa anamwambia hii ni hatari kwa afya yako ya akili, lakini daktari akawa hataki kuelewa, kwa sababu anachotaka ni mtoto wake apone. Sasa kuna hiyo reality nyingine, reality ya pili ambayo ndo nilikuwa naielezea. Hiyo reality nyingine pia kuna Dr. Walter Bishop mwingine. Na huyo Dr. Walter Bishop wa hiyo reality nyingine pia mtoto wake anaumwa, kwa sababu kama nilivyosema kwenye hizi reality mbili kila kitu kipo sawa, lakini kuna utofauti mdogo mdogo. So kama ilivyo kwenye hii reality au kutuita reality 1, ndo kwenye hiyo reality ya pili pia Dr. Walter Bishop ana mtoto wake Peter Bishop ambaye pia anaumwa, na yeye upande wa pili anapambana kutafuta tiba kwa ajili ya mtoto wake. Sasa kwenye huo Walter wa reality 1, ukiachana na swala la kutafuta tiba kwa ajili ya mtoto wake, akawa anajaribu kuexplore, akawa anachunguza uwezekano wa kuwepo kwa hiyo reality nyingine, na akagundua kwamba kuna reality nyingine ambayo iko kama ya kwetu, lakini ina tofauti ndogo ndogo na hii reality ya kwetu. Kwa hiyo akafanikiwa kugundua kwamba kuna parallel universe. So akatengeneza screen ambayo inaweza ikamsaidia mtu kuangalia upande wa pili. Kwa hiyo yani ukichukua hiyo screen unaweza ukaona hiyo reality ya pili nini ambacho kinaendelea katika upande huo. Na sio hivyo tu, akaweza kutengeneza technology ambayo inamsaidia mtu kuvuka kutoka kwenye reality ya kwanza kwenda kwenye reality ya pili, kwa sababu kuna kuwa na kama barrier, kama layer fulani hivi ambayo inatenganisha reality ya kwanza na reality ya pili. Kwa hiyo jamaa akafanikiwa kutengeneza technology ambayo inaweza kumsaidia mtu kuvunja hiyo barrier kati ya reality mbili na kuingia upande wa pili. Sasa kwa bahati mbaya sana akashindwa kumtibu mtoto wake yule Peter Bishop. Kwa hiyo Peter Bishop akafariki. Sasa jamaa akawa consumed na ile grief, ile hasira na nini na machungu ya kumpoteza mtoto wake. Jamaa akaanza kunywa pombe na nini, akaanza kulewa, akawa yani hataki kufanya vitu vingine kwa sababu ana ule uchungu wa kumpoteza mtoto wake. So alichoamua kukifanya ni kwamba kwa sababu ana uwezo wa kuona reality ya pili, akawa anatumia ile screen kumwangalia Walter wa upande wa pili ambaye yeye alimpa jina la Walternet. Yani Walternet maana yake Walter wa alternate universe, wa hiyo universe nyingine au reality nyingine. So akawa anatumia hiyo screen kumwangalia Walter upande wa pili anaendeleaje katika hiyo process ya kumtafutia Peter tiba ya kumtibu ugonjwa ambao anaumwa. So akawa anamwangalia kila siku na nini. Jamaa akawa anazidi kutafuta tiba kwa ajili ya mtoto wake. Kwa hiyo Peter wa reality ya kwanza ambayo ndio hii reality yetu akawa amefariki, lakini Peter upande wa pili akawa bado anaishi na mzee wake akawa anajaribu kumtafutia tiba. So siku moja akawa anamwangalia jinsi ambavyo Walter anatengeneza ile tiba. Sasa atajuaje kama hiyo tiba imekamilika?
Anavyochanganya zile compound, hiyo reaction itasababisha hizo chemical kubadilika rangi. Yani kuna rangi fulani ambayo itabadilika, itakuwa ya blue, na hiyo ndio itakuwa indicator kwamba hiyo tiba imekamilika. So Walter akawa anafanya hiyo experiment, anafanya reaction pale na nini. Sasa akatokea mtu mmoja ambaye anaitwa Observer. Actually huyo Observer pia kuna story yake, lakini itakuwa ni episode nyingine. Akatokea mtu ambaye anaitwa Observer, akawa anaongea na yule Walter. Sasa Walter akaacha kuangalia ile operation ambayo alikuwa anaifanya, ile process ambayo alikuwa anaifanya, akaanza kuongea na nani? Na yule Observer. Sasa wakati anaongea na Observer, ile chemical ikabadilika rangi, ikawa ya blue, lakini kwa sababu ilikuwa haipo stable, ikarudia tena ile rangi yake original, ile rangi yake ya mwanzo. Sasa by the time Walter kule anakuja kumaliza kuongea na Observer, anakuja kugeuka, anakuta ile chemical bado iko kwenye rangi yake original. Kwa hiyo hakujua kama amepatia, kaisi bana imekataa. Kwa hiyo akamwaga ile dawa. Sasa Walter upande wake akawa amefanikiwa kuona ile tukio. So akawa ameona bwana Walter upande wa pili amefanikiwa kupata dawa, lakini kwa sababu alikuwa distracted na yule Observer, akashindwa kuona kama ile dawa imebadilika rangi, imekuwa ya blue. Kwa hiyo jamaa akamwaga ile dawa, akaona kama ni operation ambayo imefail. Kwa hiyo akawa na move on na mambo mengine. Lakini Walter huko akafanikiwa kuona kwamba ile dawa ilikuwa tayari imekubali, lakini tu ilikuwa haijawa stable, haijapata stability ya kutosha. Kwa hiyo ikabadilika rangi kwa muda mfupi, alafu ikarudia kwenye rangi yake original. So alichoamua kufanya, akaona kwa sababu Walter kule amepata tiba, lakini kwa sababu alikuwa distracted hakugundua kwamba tiba imefanya kazi. Akaamua ile asimpoteze na Peter upande wa pili, aende huo upande wa pili, akamchukua huyo Peter amlete kwenye maabara yake, alafu akishamleta kwenye hiyo maabara amtibu, alafu amrudishe upande wa pili. So ndio kitu ambacho aliamua kukifanya. Jamaa akatoka kwenye hii reality ya kwetu, kwenye hii reality 1, akavuka akaenda kwenye reality ya pili, na kwa sababu anafanana na Walter upande wa pili, akaenda hadi nyumbani kwa kina Peter Bishop. Kwa hiyo akamdanganya pale Peter, akamdanganya na mke wake wa upande wa pili wa hiyo reality nyingine. Kwa hiyo akamchukua Peter, akafanikiwa kuvuka naye kuja kwenye reality ya pili, na kweli akafanikiwa kumtibu. Sasa kosa ambalo alilifanya ni kumshirikisha mke wake kwenye hicho kitu alichokifanya. Kwa hiyo baada ya kumuonyesha mke wake kwamba huyu Peter nimemtoa upande wa pili na nini, akamuelezea kila kitu bana, kuna upande wa pili, nimemtoa Peter kule, nimemleta huku nimtibu afu nimrudishe. Yule mama alikataa. Akasema bana, huyu hauwezi kumrudisha, yani usimrudishe tena upande wa pili, kwa sababu imagine umefiwa na mtu ambaye unampenda, alafu ukapata second opportunity ya kuonana naye, yani ukapata second chance ya kuwa naye, uwezi ukaacha opportunity iende hivi hivi. Kwa hiyo yule mama akakataa Peter asirudishwe. Kwa hiyo akafanikiwa kumconvince mzee Walter Bishop, Peter akabaki upande wa huko, hawakumrudisha. Kwa hiyo upande wa pili Peter akawa amepotea, yani hajafa wala nini, amepotea, yani ametoweka ghafla, akawa ameibiwa. Kwa hiyo mzee wa kule Walter wa kule akawa ameibiwa mtoto, Peter akaishi upande wa huko, akatibiwa na maisha yake yakaendelea kama kawaida. Kwa hiyo unaweza kuona hiyo concept ya dual realities kupitia hiyo series ya Fringe. Yeah. By the way, kuna hii project ambayo nina mpango wa kuiachia soon. Ni project ambayo nimeipa jina la Him, na hii episode ni kati ya episode ambazo zinapatikana kwenye hiyo project. Kwa hiyo kama bado hujasubscribe kwenye YouTube channel ya Filamu Times, nenda ka subscribe. Na kama bado hujafollow page ya Filamu Times huko Instagram, nenda ka follow. Storyteller wako kama kawaida ni mimi, unaweza kanipata Instagram kupitia page yangu ya Collygram. Kwa hiyo unaweza kanifollow huko Instagram. Lakini pia baada hiyo project kutoka, ni project ambayo ina episode 7, na hii ni moja kati ya episode ambazo zinapatikana kwenye hiyo project. Baada hiyo project kutoka, kama mtapenda kujua sababu zilizonifanya niachie hiyo kazi kwa format hiyo, nitawaelezea. Kama mtataka kujua kwa nini nimeamua kuipa hiyo project jina la Him, nitawaelezea. Hizo episode zinahusiana na nini, nitawaelezea kila kitu kuhusiana na hiyo project. Lakini so far fanya kusubscribe kwenye YouTube channel ya Filamu Times. Yeah.